gani kitanitoa mbele za Mungu wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu wangu? Heri nishinde kwako siku zote za maisha yangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Msalabani bora kuliko vyote, Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Aliyelipa gharama zangu mimi, Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Aliyenunua maisha yangu kwa damu ya bei ghali. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Aliyenifanya kuhani wake ni Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ameniinua kati ya ndugu zangu ni Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Amenipa vipawa ninatumika ni Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ninasafiri, ninahubiri jina lake Mwokozi. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Ni kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Mbele zako Mfalme natetemeka, ni Yesu Mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Nikufananishe na nani Baba? Hakuna kama wewe. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Nguvu zako zinanishangaza Yesu, ni nani kama wewe? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Baba, bendera ya wokovu wangu ni wewe Bwana. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Uliyeniokota matopeni, Yesu ukaniosha kwa damu yako. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Kwa unyonge wangu umeniheshimisha. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Nini hicho Baba kitanitenganisha na wewe? Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Mawazo yangu hayatapata cha kunitenganisha na wewe. Kitu gani kitanitenga na Yesu Mwokozi wangu? Wewe ndo nyota yangu ya asubuhi, hakuna cha kunitenganisha. Kitu gani Haleluya, na Yesu Mwokozi wangu? kama ni pesa ni wewe umenipa, kuna wakati sikuwa nayo. Wamekusanyikiwa fasi moja, wako fasi kwenye wamewakusanya, wako fasi mahali tofauti, wako mahali tofauti. Hapa pako wamoja wako hapa nyuma ya zone,
wengine wako hapa kwenye kanisa la Pentecote. Kuna wengine wenye wako hapo hivyo kwenye tu wanaona pako pazuri, hakuna maji, ndio kwenye wako wanajenga jua waweze kuisha hata siku mbili. Hawa ndio wadogo ambao tumeweza kushukua. Wengine wenda tungai tunatafutisha huku na huku, wengine wakipatikana wenda na wengine tutawafikia. Ni sawa. Tunashukuru sana. Ilikuwa ni jambo la ghafla. Nikasema kabla tujaondoka, sababu tulikuwa na mkutano wa Injili. Ndio nimejua. Kabla tujaondoka, kila ambacho tuko nacho tukaweza kushirikisha wenzetu, sababu hakuna mwanadamu anayeweza kutarajia nini itatokea. Mtu anajikuta amekuwa kambini, hana chochote. So kila ambacho tunaweza tukasaidia, tunasaidia, ijapokuwa la dharura. Lakini nimeongea na mkuu wa idara ya usalama. Nimekuwa na yeye, tumepanga mambo mazuri kuhusu masomo, kuhusu kujenga shule Burundi, sababu wa Burundi ni wenzetu, ndugu zetu, sisi ni jamii moja, familia moja. Yale ambao wanapitia ndio tunapitia, machungu wanaopitia ndio tunapitia. So tumezungumza na serikali kwa ajili ya kujenga shule kutoka chini mpaka ikamilike. Sasa serikali itateua nafasi ya uwanja, alafu sisi tutaangalia jinsi ambavyo itajengwa. Lakini nikamwambia hao watumishi wa Mungu, kabla tujaondoka, tafute wenzetu, kila ambacho tuko nacho tukule na wao ndio tuondoke. Kwa hivyo tumeleta huo msaada, sijui kama itatosha. Itatosha baba. Bora wachukue sehemu ndogo ndogo ili wote wapate. Huwa wanapata msaada kutoka wapi? Hivi sisi ku commune, c'est pas si la commune, nasema commune wilaya. Tulikuwa tuko tunajipanga na sisi tuje tuwafikie juu hakuna hata umoja ishakuja kuwafikia. So bado hakuna umoja wa taifa. Labda sisi sasa ku commune ndio tuko tunawafikia. Community ama kile serikali yako nayo kidogo. Commune ni kusema serikali. Nasema commune ni serikali idara ya wilaya fulani. Basi Mungu abariki serikali ya Burundi kwa ajili ya kusaidia wenzetu kutoka Kongo. Inanifanya nahisi upendo mwingi ambao Burundi iko nayo juu ya majirani. Wajua tukiwa ngambo ile wengine wetu hatujui, lakini tukifika tukiona kwa macho, unaona ile gharama serikali ya Burundi iko nayo ya kulisha wenzake, sababu wamekimbia vita alafu tena wakakimbia mvua. Sasa maji imeenda na kila kitu. Lakini tutaangalia wasiliana na yeye kama kuna sehemu ile ambayo tunaweza tukasaidiana kwa haraka kusaidia wilaya, tunaweza tukafanya hata kama tutaondoka. Sababu nani atasaidia kama sio sisi wenzao? Sisi tu. Tuniwa mingi, tuko na watu kama 3,000 na wote wametupa nyumba zao. Hapa tu hii anga tuko hii zone. Watu 3,000 panakosa hemo watu wadogo sana. Ni sawa, nadhani tunaweza tukaongea na wao alafu nikakupa ruhusa ukawagawia tukishaomba. Sawa. Kane Yesu nashimwe. Turere kitu kwanza mbanze ndabinginge mureme waombe tubaremeshe kuko ivyabaye mu Gatumba. Kuna watu walitafakari wakaona n'abakozi b'Imana baje bava muri Kenya, wa Mungu kutoka Kenya. Rero bari bamaze imisi bafite igikorane kuri ETS Crusade ETS Kamenge. Mu nyuma bahejeje ico gikorane ya Crusade baravuga bati wakaona reka tubanze dushike kuri bene data bahuye n'ibyago zetu ambao wamekutana na matatizo, kuko murazi ko ijambo ry'Imana ritugira yuko neno la Mungu linasema ibwirizwa rya mbere ari urukundo,
rero kwanza ni upendo. Rero urwo rukundo bifuje kurugaragariza kuri twebwe. Huo upendo wametamani bababarane natwe tubabaye, waumie kwa pamoja nasi. Rero ku izina rya komine ya Ntahangwa, muda huu wa kumshukuru Pastor from Kenya Ezekiel. Pastor yaje ava muri Kenya, ku mazina yitwa Pastor Ezekiel. Pastor ambaye ametoka Kenya kwa majina. Turamushimiye byimva mutima. Tunamshukuru kwa moyo mkunjufu. No mu kibanza cyanyu ndamushimiye. Kwa niaba yenu anamshukuru. Ndamushimire hamwe na delegation baje bazananye. Watu ambao wamemsindikiza kufanya hii kazi nzuri ya Mungu. Kugikorwa bariko barakora mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Na cyane cyane bakiyumvira abantu bahuye n'ibibazo muri komine ya Ntahangwa. Matatizo kutokana na hali ya hewa ilivyobadilika. Cyane cyane muri zone ya Gatumba. Niyo mtaa wa Katumba. Rero Pastor muje muva muri Kenya, Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel from Kenya. Turabashimiye byimva mutima. Tunawashukuru kwa moyo wetu. Murakoze cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Kwa majina naitwa Evangelist Ezekiel, ama lugha ya nyumbani Pastor Ezekiel. Ninatokea taifa la Kenya, lakini sisi sote ni wa Afrika. Sote tunaelewa Kiswahili? Ndio. Kumbe niko nyumbani. Nilikuwa nafikiria nimepotea. Natokea taifa la Kenya, lakini sisi sote ni wa Afrika. Rangi moja, damu moja, baba yetu ni moja. Na baba yetu ni Mungu. Tulikuwa tumekuja huku sehemu za Burundi kwa ajili ya mkutano wa Injili. Tulimaliza jana. Lakini pia tukasikia kuna wenzetu ambao kwa ajili ya sababu moja ya vita na maji wamekosa makao. Na unajua hali ya ukosefu wa salama sio kitu cha mtu kujitafutia. Na kukosa makao, sisi pia ni wanadamu kama nyinyi. Na hakuna mtu anaweza kutusaidia sisi wa Afrika tofauti na sisi kuanza kutafuta njia ya kusaidiana sisi kwa sisi. Kwa hivyo tukasema kabla hatujaondoka, kile ambacho tuko nacho tukaweze tukakula pamoja. Lakini watu wa Mungu ninawasihi, Mungu anatupenda, lakini katika hii hali yote tusivunjike moyo. Tusikate tamaa. Mungu yuko. Atatutoa katika hii hali. Na watoto wetu watasoma kwa msaada wa Mungu na serikali pia. Unaona vile serikali imetupa usalama na makao mahali tunaweza tukajistiri. Kesho Mungu atatusaidia, tutarudi kwa makwetu. Si ni sawa? Sasa tumewaletea msaada, ilikuwa ni ghafla asubuhi tu. Tukatafuta kile ambacho tulikuwa tunaweza tukapata ili kabla tujaondoka tupeane chakula. Kuna unga zaidi ya kilo 1000. Unga wa ugali. Unga wa ugali. Ni ugali ama sima? Ugali. Sembe. Zaidi ya kilo 1000. Na 100 kadhaa huko. Alafu pia kuna maharage. Kuna maharage. Gunia kadhaa, kuna mchele. Kuna mchele. Gunia kadhaa, alafu kuna mafuta ya kula. Kuna mafuta ya kupikia. Mafuta ya kupikia. Ndio ya kula. Haya. Amakoto. Mafuta ya kula. Lakini pia kuna sukari. Kuna sukari. Lakini pia kuna tunaita taweli za wamama zile. Kuna zile taweli za wamama na zile za inaitwa kotetse. Iko. Kuna pia za watoto wachanga. Na zile za watoto. Kuna pampers. Kuna chumvi. Kuna chumvi. Kuna sabuni. Kuna sabuni. Kuna unga wa uji. Kuna unga wa uji. Kuna nini tena? Lakini baada ya hiyo
kuna maharage tumeshasema. Baada ya hiyo tunafahamu ya kwamba tuko kwenye mazingira ambayo inahitaji msaada wa matibabu, na kwa ajili ya msaada wa matibabu hatungeenda kununua dawa. Kwa hivyo hii ni milioni 5 tunaikabidhi kwa serikali. Tunaikabidhi kwa serikali. Serikali itatafuta njia ya msaada wa madawa ili watu wakaweze kutibiwa. Kwa hivyo watu wa Mungu, ninawaomba tu tusisahau kwamba Mungu atakuja kututoa katika hali hii kwa msaada wa Mungu na serikali yetu ambayo inatusaidia. Si ni sawa? Sisi tunakimbia kuenda airport kurudi Kenya, lakini natamani niwaombee kabla sijaondoka, kama mtanipa ruhusa. Kuna mtu angetamani kumpokea Yesu? Kama ungetamani kumpokea Yesu, inua mikono yako juu. Bwana baulize, umviriza nimupfe gukiriza. Baravuga bati muri mwebwe hariho abantu baba batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Abo bataramwakira bakirize muri uyu mwanya bamwakira. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa, futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, uliandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo nimeokoka. Baba, nasema ni asante kwa ajili ya waliookoka. Zaidi ya yote, aliyeokoka amefanyika mwana katika ufalme wako. Ninabariki watu hawa wanapobaki hapa, bariki nyumba zao, bariki kazi zao, bariki familia zao. Yesu, msaada huu zaidi ya yote wapokee msaada wa kiroho, ili watoto wasome, serikali yetu ya Burundi ibarikiwe, wazazi waendelee na biashara zao, mataifa yetu yapokee amani. Nimewabariki na ulinzi wa Bwana uwe pamoja nanyi. Kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuwabariki. Amen. Hai. Nagomba nsabe muri mwebwe umwe ashoboye guhagarara ngaha agashima ibikozwe, agashima Imana, akongera agashimira n'abakozi b'Imana. Ushikie. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi. Pastor, na sisi tunashukuru Mungu kuona na kuja kutuangalia kwa hii shida ambayo tulifikiwa hemo. Kweli kwenye umetoa, Mungu akurizishie mara elfu. Mungu akubariki baba. Hii amani unatuletea kwa upendo unatuonyesha hapa, isirudie tu hapa. Nikizeni hapa utalipwa. Si hatuna malipo ya kukulipa, lakini baba wa miguu atakulipa baba wangu. Na Mungu apewe sifa. Amen. Nimeshukuru sana. Kuna jambo moja ambalo ningetamani pia kuweka wazi kwa mapatano na serikali. Sio msaada mmoja tu ambao tunapeana, bali tumeelewana na serikali, watatafuta sehemu moja hapa Burundi. Sisi kama kanisa tutajenga shule, tumalize, watoto waingie wasome. Amen. Sababu nilisema sisi ni Waafrika na Mungu wetu ni mmoja. Haijalishi unatoka kwa dini gani, Mungu wetu ni ngapi? Mmoja. Na watoto wetu wa Afrika wakisoma watakuja kutusaidia katika dunia hii ya leo. Kwa hivyo ile shule ambayo tutajenga Burundi kuanzia mwezi ujao
itakuja kuwa ya msaada wa taifa la Burundi na kila mmoja ambaye mtoto wake atasomea hapo. Mungu awabariki sana. Naomba mnipe ruhusa sana nikimbie. Asanteni sana. Na wengine wanasoma katika hizo mahema. Hizo ni shule. Hizi ni shule. Tunaweza kuona kidogo. Hizi ndio sehemu wanasomea. Tulielewana na serikali asubuhi kwamba tutajenga shule moja kutoka chini mpaka ikamilike. Itatusaidia kama sisi watoto wa Kiafrika tujijenge sisi. Wale ambao watakuja baadaye watakuja kutujengea wakati ambao tushajenga sisi. Kwa hivyo wanasomea hapa kwa hii hema. Hizi ni shule. Lakini sasa vitabu na wenyewe hamna. Hamna, unakutana kama hii nani moja, hii darasa moja iko na kama vitabu 10 kwa wanafunzi karibuni 50. Na sasa wao wanaandikia wapi? Wako na vitabu? Vitabu hivyo wanatubana zimani. Mmoja kimaliza kinatumiwa na zaidi ya mwanafunzi. Zaidi ya mwanafunzi mmoja. Mungu atatusaidia pale tutaweza. Naamini kukufikia itakuwa rahisi sababu tushaona, naweza nikatumana akaja akatusaidia. Sababu hata na sisi tuko na watoto. Kama mtoto wangu angekuwa amekosa masomo hivi, unajua hana kesho, lakini Mungu akituwezesha tutawasiliana na yeye. Nadhani tumeshukuru, tumejionea wenyewe, na hiyo ndio maana tukasema kwamba tungetamani kulingana vile tuliwasiliana na serikali jana, tutapewa nafasi fulani ya uwanja tujenge shule kutoka chini mpaka shule ikamilike, sababu tunarudi mwezi wa 9. Mwezi wa 9 tukabidhi shule kwa mikono ya serikali, watoto wetu wasome. Sababu sisi wa Afrika tutajijenga sisi kwanza. Hatuwezi kuacha tu tusubiri wengine. Nimeshukuru sana. Mungu akubariki sana kiongozi. Nimeshukuru sana. Asante sana. Sawa, nauliza kama tunaweza kubariki chakula tuende. Bwana Yesu, nabariki chakula, watu wako wanapoenda kutumia wabarikiwe. Lakini wasije wakakwama katika maisha haya, wafungulie milango na wapate misaada na watoto wao wasome. Ni roho tu nimewapa kwa ajili ya wao kusaidika dunia hii. In Jesus name I pray and bless them. Amen. Asanteni sana. Nashukuru. Mungu awabariki sana. Asante sana. Mungu awabariki sana. Haya kiongozi, nimeshukuru sana. Mungu awabariki. Na Mungu awabariki nchi ya Burundi. Unafanya kazi nzuri sana.